Mabinti wengi tunaingia kwenye ndoa tukiwa na namna fulani, yani kuna namna tumeijenga ndoa. Tunajua ndoa yani itakuwa hivi, mume wangu ataniambia I love you kila asubuhi, ataniambia you look good my queen kila asubuhi, atanibusu. Sasa visipotokea vinanifanya na react tofauti. Labda wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu amejisahau, amekurupuka, anawahi kazini, alafu haja nibusu, ananikuta nimenuna. Kwa sababu kununa pia ni sehemu ya mawasiliano, kwamba yani nimefunga mapazia, sitaki mawasiliano. Wewe endelea na mambo yako. Sasa upo ndani ya nyumba alafu umenuna. Ina maana hapo tayari kuna shida. So kutokuwa na matarajio kuna kufanya utakachokutana nacho unaenjoy, unafurahia. Lakini kisha kuwa na picha zangu alafu zisitokee, inakuwa shida. Kwa hiyo ni vyema tukajifunza, mabinti na vijana, tunapoingia kwenye ndoa. Na mwingine anaingia kwenye ndoa, kijana ana picha ya mama yake. Unajua kijana ni wa mama, wa kike ni wa baba. Ana picha ya mama, ile hard working ya mama, sijui mama jinsi alivyokuwa anafanya, anaamka saa 10 alfajiri. Sasa huyu binti amezaliwa hapo Kinondoni, hajui kuamka saa 10 alfajiri. Anaamka saa 1 kasoro, tayari mnaanza kukwaruzana. Kwa hiyo nafikiri ni kuangalia mazingira na kujua huyu ametokea wapi, amelelewa vipi, na kama kuna vitu unavitaka kwake ni vitu vya kujifunza, vya kusaidiana. Ukweli mimi nilivyo, sio kwamba niko tu hivi tu kwa sababu tangu naingia kwenye ndoa nilikuwa hivi. Mume wangu kuna vitu amenisaidia. Hata wanandoa ambao ni wachanga au wanatarajia kuingia kwenye ndoa au tayari wako kwenye ndoa, unaweza ukawa na mke au mume ambaye una picha ya baba au una picha ya mama, na ulitamani sana mke wako awe kama mama yako au mume wako awe kama baba yako. Sasa huyu mtu hawezi tu kuwa vile unavyomtaka siku moja. Ni kitu ambacho ni process, kwa kumuombea, kwa kushauriana, kwa kuambiana kwa upendo. Vitu vingine saa zingine umeshamwambia jana akakwambia nimekuelewa, kesho anarudia pale pale, lakini ndo Mungu amekupa. Mpaka iko siku tu huyu mtu atatokea, yule mtu ambaye wewe umemtegemea. Amenivumilia sana. Alikuwa ananiambia kwenye biashara, kuna biashara moja tukaenda mahali tukafungua nikapata hasara, lakini anaendelea kunisapoti tu mpaka nikafika sehemu nikaelewa, okay, hivi kweli kumbe natakiwa ni focus. Natakiwa nisimame na hiki kitu kimoja mpaka kisimame, kionekane.